The Storybook powered by. Karibu katika historia tamu ya kupendeza inayowahusisha Filipo, Paulo na Sila. Mji wa Filipi ulikuwa maarufu sana mkoani Makedonia. Ulipewa jina hili kwa heshima ya mfalme Filipo wa Makedonia, baba yake Isakari Mkuu. Mnamo mwaka wa 356 kabla ya Kristo kuzaliwa, Paulo katika safari yake ya pili ya kitume alihubiri Injili mjini humo. Paulo na Sila walipata kufungwa humo, lakini nguvu ya Mungu ikawatoa gerezani. Hata mlinzi wa gereza akabatizwa pamoja na jamaa yake yote. Mwanzo wa kunukuu katika Matendo 16:12. The Storybook powered by. Mji ulio mkuu katika jimbo lile, mahali walipohamia Warumi. Tukawa katika mji huo tukakaa siku kadhaa. Siku ya Sabato tukatoka nje ya kwamba lango, tukaenda kando ya mto ambapo tulidhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Tukaketi tukasema na wanawake waliokutana pale. Mwanamke mmoja jina lake Lidia, mwenye kuuza rangi ya zambarau, mwenyeji wa Thiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, ambayo moyo wake ulifunguliwa na Bwana. Mwisho wa kunukuu. The Storybook powered. Paulo kule Rumi walichanga fedha na vitu mbalimbali, wakamtuma Epafroditu aende Rumi ampe msaada huo na kumpasha habari za kanisa la Filipi. Mwanzo wa kunukuu 4:8. Hatimaye, ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya heshima, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Mwisho wa kunukuu. The Storybook powered by. Kuumbwa kwa Epafrodito akiwa Rumi, lakini baadaye alipona. Paulo aliwaandikia Wafilipi waraka huo akiwa kifungoni. Tazama katika utangulizi wa Efeso, baada ya maneno ya shukrani kwa Mungu, kama ilivyo kawaida katika nyaraka nyingi, mambo mawili yanajitokeza katika waraka huo wa Paulo. La kwanza ni furaha ambayo inatoka na imani iliyokomaa, na la pili ni upendo wa Paulo kwa kanisa la Filipi. Haya mawili ni funzo bora la tumaini ambalo mwandishi alirudia tena na tena katika magumu aliyoyapata kifungoni mwake Paulo, lakini alizidi kuwaza juu ya huduma yake ya kitume ambayo ataendelea kujitolea kuitekeleza kwa maisha yake yote, ikiwa ni mauti yake, mradi haujafika wakati atakapokwenda zake akae na Kristo, jambo ambalo ni bora zaidi. Naponukuu katika Mwanzo wa kunukuu 1:23 kitabu cha Wafilipi. The Storybook powered by. Zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Mwisho wa kunukuu. Maana kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kuna azimio rasmi la kimsingi la imani ya Kristo, utenzi ambao umetungwa kwa heshima ya mwana wa Mungu aliyekuwako kabla, aliye milele, yaani Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa namna ya Mungu. Mungu alimwadibisha mno apate kutambuliwa na kuabudiwa kila mahali kama Bwana. Japo Paulo anataja kwamba huko Filipo kulikuwa na watu ambao ni maadui na msalaba wa Kristo, inaonekana pia kwamba watu wengine walifika Filipi ambao walisisitiza kufuata Torati ya Musa na hasa desturi ya kutahiri, na hivyo wasumbua wale wa Kristo wasio Wayahudi. Paulo ananukuu katika 3:1. Hatimaye, ndugu zangu, furahini katika Bwana. Kuandikieni mambo yale yale kuniudhi mimi, bali kutawafaa ninyi. Mungu awabariki sana.